biashara wa mifugo na mazao yake. Tuendelee kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu katika kufanya biashara ya mifugo. Ni wazi tena nyinyi wana Kileo mpo hapa jirani na majirani zetu hawa, mnafahamu wapo wafanyabiashara wasio waaminifu ambao kwa makusudi kabisa hufanya biashara kinyume na taratibu, ikiwemo kutumika na wafanyabiashara wa nchi jirani kununua na kutorosha mifugo yetu kwa siri kwa kutumia vipenyo visivyo rasmi kwenda kwa majirani zetu. Wakati mwingine wafanyabiashara kutoka nchi jirani huingia na kwenda moja kwa moja katika minada ya awali kwa kuwatumia wenyeji kununua mifugo hiyo na kuisafirisha kinyume na taratibu. Hivyo ni watake sasa wafanyabiashara ya mifugo nchini, hususan wanaosafirisha mifugo kwenda nje ya nchi, kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Miundombinu imewekezwa, huna sababu ya kufanya hayo uliokuwa unayofanya huko nyuma. Mtambue kwamba utoroshaji wa mifugo ni kosa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu. Wanaofanya hivi wanahujumu mapato ya serikali yetu pamoja na kudidimiza ustawi wa sekta yetu ya mifugo. Niwahakikishie, nikiwa waziri mwenye dhamana ya mifugo, hilo sitolivumilia. Tutashughulika nanyi, tutashughulishana ili tunufaike. Tunamhitaji mkurugenzi wetu akusanye mapato hapa. Tunahitaji tupate mapato kwa ajili ya serikali kuu ili tuendelee kuboresha miundombinu kwa ajili yetu wa Tanzania. Ukitorosha unakwenda kunufaisha wenzako ambao hawakushiriki kwa lolote, kwa chanjo, kwa malisho, kwa maji, hawakushiriki chochote. Unawatoroshea, unawanufaisha. Naomba sote kwa pamoja tushirikiane ili Watanzania tunufaike na mifugo yetu. Kuhusu kiwanda cha kuchakata mazao ya mifugo, na kwa aina ya watu ulionao hapa Mwanga, lakini kwa utayari wako wa kuwatumikia, mimi nakuahidi katika viwanda vya awali 5 vya kuchakata mazao ya mifugo, basi kimoja kitakuja hapa ili kuongeza ajira, kuongeza mapato ya halmashauri, lakini kuongeza thamani hata ya vitu vya kuuza nje. Hapa tuko karibu na airport. KIA haiko mbali. Kwa hiyo ile nyama iliyogandishwa inapelekwa hapo, inaruka kwenda nje. Bandari haiko mbali kwa makontena makubwa, Tanga hiyo hapo. Soko la nje haiko mbali. Wale rafiki zangu wa Kenya ambao wako hapo wanafahamu. Mbuzi wa Tanzania ni mtamu, anafahamika hasa Middle East, Mashariki ya Kati. Wananunua mbuzi hapa, wanakwenda kule, wanachinja, wanaprocess, wanagonga muhuri, wanatoa certificate of origin, inakuwa ni made in kwao, lakini mbuzi ametoka wapi? Hapa. Lakini tusiwalaumu, wanatusaidia, wanatupa soko kwa sababu sisi kiwanda bado. Shilingi milioni 115 kwa ajili ya ujenzi wa shamba darasa na ufugaji wa samaki, na shilingi milioni 165 za ujenzi wa kisima cha kunyweshea maji na mifugo, ambapo zaidi ya mifugo 7,000 katika halmashauri yetu hii ya Mwanga imenufaika na fedha hizo ambazo zimetolewa na serikali ya awamu ya 6. Mradi huu ambao Mheshimiwa Waziri ambao umeshauzindua siku ya leo umegharimu shilingi milioni 208,929,754. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo zimeletwa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kujali na kuboresha maslahi ya wafugaji wetu katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Wa Kileo ni miongoni mwa minada yetu ya kimkakati. Ni minada ya kimkakati kwa sababu ni mnada wa mpakani. Tunao minada mingi nchini kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambayo yanatumika kwa ajili ya biashara ya mifugo. Lakini tuna minada michache ambayo tunaita minada ya kimkakati.